ndio maana nimependa nikuambie usikate tamaa. Usijali ripoti ulio nayo, usijali muda uliokaa hospitali, au usijali muda uliokaa nyumbani ukiuguzwa. Unapoisikia sauti hii ya mtumishi wa Mungu inayosema tayari tuliponywa, lazima uelewe ni neno la Mungu, sio maneno yangu. Mungu ndio amesema. Tumeanza na Isaya 53 mstari wa 4 mpaka wa 5. Tumekuja na Mathayo 8 mstari wa 17 ili litimie neno la nabii Isaya ya kwamba kwa kupigwa kwake tumeponywa. Nataka nikutie moyo, haijalishi mateso unayopitia, usikate tamaa. Wengine mmefika kipindi unajiuliza, huyu Mungu yuko wapi? Mbona nateseka namna hii kama huyu Mungu yupo? Mimi nimekuja leo kukuambia tayari tumeponywa. Mungu yupo kwa ajili yako. Hapo hapo ulipolala unaweza amka sasa. Hapo hapo hospitali unaweza amka sasa, ukachukua hatua ya imani kudhihirisha kile ambacho tayari kimefanyika. Ndugu unayenisikia, imani ni matendo. Unaposikia namna hii ikaingia kwenye fahamu yako, ikaingia kwenye roho yako, tumia kile ambacho umesikia ya kwamba kumbe miaka mingi iliyopita miaka mingi iliyopita msalaba uliachilia damu ya uponyaji kwa ajili yangu. Kwa hivyo sina haja ya kukata tamaa, sina haja ya kusema Mungu amenisahau. Ndugu unayenisikia, Mungu hajakusahau. Yeye aliyekuumba ndiyo yeye anayejua kukutengeneza tena. Kumbuka, Mungu wetu ni mfinyanzi. Ana uwezo wa kukufinyanga tena, akaujenga mwili wako upya, ukaamka na kuwajibika kuitunza familia yako tena. Najua wakati mwingine afya yako imesababisha usiende kazini. Afya yako imesababisha usifanye biashara zako. Afya yako imesababisha usihudumie watoto wako vizuri, wala usihudumie ndoa yako vizuri. Na wakati huu unanisikiliza, unasema, mtu wa Mungu, hiyo ndio hali ninayopitia. Kumbuka, kichwa chetu cha somo kinasema tayari tuliponywa. Miaka 2000 iliyopita, kazi ya msalabani ilidhihirisha uponyaji kuwa halisi kwetu. Alilitulipia deni la magonjwa yetu. Hivyo napenda nikuambie, ndio maana Mathayo anasema ili litimie neno la nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Unaona, mtu wa Mungu, ya kwamba pale msalabani hakumaliza dhambi na tatizo la dhambi tu. Alimaliza dhambi, akamaliza na magonjwa tuliyo nayo. Ni upendo wa ajabu Mungu anaotaka. Mungu anataka kila mtu atembee kwenye afya njema yenye baraka. Wakati unapopata matatizo ya kuugua, Mungu mbinguni anaumia kwa sababu aliuachilia ukweli ya kwamba tayari tuliponywa. Na kutangazia leo unayenisikia, kwenye hali unayopitia saa hii, kwa jina la Yesu, pokea uzima wako uwe dhahiri. Usikate tamaa kwenye hicho kitanda cha ugonjwa ulicho nacho. Usikate tamaa kwenye hiyo hali unayopitia, ulioambiwa utakufa saa fulani. Hautakufa, bali utaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu aliye hai na kutangazia uponyaji wa kimungu. Embu ndugu msikilizaji, ni kuongeze andiko la Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari ule wa 24. Maandiko yanasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa.